byo kunezerwa no guhimbazwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Gitega, Burundi. We have been to Bujumbura before, but we have heard Gitega is the place. And now when your government has also moved here to make it the capital, we thought it was the right time to put up a big festival for Jesus Christ in Gitega. So today in this press conference we want to start the festivities. We have actually brought you the largest stage, sound and light that exists on African soil. Can you imagine? No exaggeration. So you have probably seen the trucks, the stage, the sound, the light that is coming up, and it's been pitched for one reason only: to glorify the Son of the living God, Jesus Christ. I'm so happy to be flanked by two flowers from Tanzania, Miriam Lukindumauki and Rose Muhando. They have been working on my team now for some while, and we come as a family. So it's so good to meet all of you. I won't say too much right now about myself or anything else. I would like you to be able to ask all of your questions. So feel free to ask me questions, and also our wonderful flowers from Tanzania here. And then Jerome, me, and also Jeremy here, Pastor Jeremy, will be ready to just answer whatever you have. So shoot. As an orphan, was abandoned by my mother when I was 5. My father was a gangster, my mother was an alcoholic, and I had 22 different homes before I turned 18. I moved with 2 plastic bags. And it was not money that helped me on my feet. It was not powerful investors that helped me on my feet. It was not a psychologist or a doctor or a lawyer. Finally, it was the gospel of Jesus Christ that gave me hope and lifted me as a person. And we have come for that reason only. We could speak about a lot of different aid, and we do aid around Africa, but that's not why we have come. That would just be dishonest to you. We have come with the absolutely best aid that there is, the gospel of Jesus Christ that lifts people. So it's only Jesus that makes a street boy a gentleman, a prostitute a fine lady. It is only Jesus that erases sins, makes everything new. When I was a young man, I was in a lot of criminal activities, and there were many people offering their help to me. Lawyers, judges, police officers, and psychiatrists. But none of them could erase my sins. None of them could give me that hope and that light I needed on my inside to be able to live, to stand on my feet, to actually become a husband, become a father, become a pastor. That was only Jesus Christ that did that. So we have come to Gitega with that reason only. We are not here for any other reason, not for business opportunities. We are not business people. We have not come here to front a social aid organization. We have come here to lift the people of Gitega the best possible way that there is. Whenever the gospel prospers and the kingdom of God advances, the whole society advances. Yes. I know that from my own experience and my own life, and I know my dear sisters here can testify to that in their lives, and probably Bishop has a lot to say about this, and Pastor here. We know that when the gospel is being preached, that's the only thing that can take someone out of prison, take someone out of a sober house, can bring wealth and prosperity. It is when we receive that hope and that light on our inside. So that's why we have come with a wonderful gospel to lift the poor out of the dust, for them to be seated with the princes of their people, as Psalm 113 tells us. Thank you. Yeah. Thank you. Also, I have some questions. I'd like you, why did you choose the Gitega to deal with your festival instead of to choose Bujumbura, for example? Yeah. And I watched Adventures after they bring the conference to the people of Burundi. Another question: why did you bring the women from the same country? I mean Tanzania, and why didn't you choose the Burundian singers? Okay. Yeah.
Okay, first of all, we came to Gitega for the avocado. It's the best avocado in Africa, we have heard. So that's why we came, and also for the amazing Burundian coffee. No, a little jokes in here. I've been living in East Africa for 28 years. I have my home in Kenya. And we have been to Burundi before. And you know, the normal choice is to go to Bujumbura because it is a big city. And I've been to Bujumbura. But I wanted to see more of Gitega, more of Burundi. And I believe that it's actually time to take the gospel where not everyone else goes, right? There has been a lot of festivals pitched in Bujumbura, but not in Gitega. So for us, it was a wonderful, wonderful thing when the Holy Spirit finally spoke to us and says, take the gospel to Gitega. Take your gospel train there. Why have I picked some Tanzanian singers and not Burundian singers was the second question. Well, it's very simple. I don't work with strangers. I work with friends. That's how I've been my whole life. And I don't know enough of gospel singers in Burundi yet. I hope to get to know them. I welcome them and I'd like to befriend them. And if there are some amazing anointed gospel singers from Burundi, maybe we will take them with us on our train as we continue throughout Africa. Maybe we find treasure here in Gitega that will be traveling with us in the future. That would be fantastic and that would be wonderful. But me, I am a South European. I come from South Europe. And in South Europe, we don't do business without friendship. And I know Africa is the same. You got to have strong relationships. I have strong, long-lasting relationships with both Miriam and Rose here. I love them very much. And they are devoted and they are loyal and they are beautiful in spirit and in heart. And that is when I feel safe to minister the gospel next to singers that I know, next to singers that I flow with. So there's no other reason than friendships. It's always good to be honest about everything. I'd like to get to know more Burundian singers. And especially I've heard you're very good with the drums. So if I meet some good drumists here, there is most likely a possibility that they will come with us to Kenya or Tanzania or Congo and all the other nations we are ministering in. I hope that answers your questions. Naomba nianze karibu kwamba yanayopitika katika maisha ya kila mtu ni mambo mengi sana. Lakini unasema mleta habari na mwenye ukweli ni mwenye habari zake mwenyewe. Kwa kifupi, nilipita katika magumu kwa sababu ulikuwa wakati wangu wa kupitia magumu. Nilipita katika mazito kwa sababu ilikuwa ni size yangu kupita katika yale mazito. Kwa hiyo sijutii kupita katika mazito ya namna yoyote kwa wakati wowote. Na baada ya kutoka katika mazito ndipo nilikutana na Johannes Ambrisa. Na ndipo nilipoanza safari yangu tena kutembea katika Bwana na kufika mpaka hapa nilipo, na Mungu kuniinua kwenye level nyingine ambayo sikuifikiria, sikuitegemea. Kwa timu nzima ya SOS ilihusika sana. Baada ya mpito yangu Mungu akaniletea mahali pa kuvuka. Baada ya kifo cha Musa, Mungu akamuinua Joshua, akalisafirisha Jaramba mpaka kulifikisha Kanani. Kwa hiyo Mungu akamuinua Johannes Ambrisa, na sahi ninaelekea safari yangu nzima kuelekea Kanani, na ninaendelea kupiga vita katika ushindi mkubwa na kwa nguvu kubwa na kwa level nyingine. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninachotaka kuwatia moyo, wawe wanawake, wawe wanaume au mtu yoyote anayemwamini Kristo, kwamba kupitia katika magumu ni level nyingine. Yes. Na ni kwa hiyo kila jaribu likija linakuja kwa sababu, na Bwana anainua mtu wa kusimama na wewe kama alivyoniinulia Johannes hapa kusimama na mimi. Lakini jambo lingine ningezungumza labda kwa wanawake walioko hapa Burundi. Najua hii habari itaenea Burundi kote. Wako wanawake waliovunjwa moyo, wako wanawake waliosetwa, wako wanawake na watu wengine mbalimbali waliopigwa. Wengine hata leo wamekaa chini, wamekata tamaa.
kuletwa kwa huu mkutano na mimi kuwepo kwangu hapa ni alama tosha ya kwamba yule tunayemwabudu na kumtumikia ni Mungu mkuu kuliko kitu chochote, na ndio huyo ambaye tumewaletea hapa. Na mimi nitatoa ushuhuda wangu kidogo pale jukwani, ili watu wote waliovunjika moyo wakutane na Yesu huyu ambaye mimi katika mapito yangu alikutana na mimi akaniinua na nikasimama na naendelea, na mnaona hata nina afya nzuri sana. Unanielewa vizuri? Na ndio maana huyu mtumishi wa Mungu alipotumwa na Mungu kusimama na mimi kunifikisha kule kwenye kusudi ambalo Bwana ametaka nilifanye, na ndio maana niko naye katika mizunguko yote tangu mwaka jana mpaka mwaka leo, kwenye mikutano yote mpaka tumefika hapa Gitega. Na ninaamini kwamba katika mkutano huu kutafanyika mambo makubwa sana, hata pengine kuliko yale ambayo nimeyaona kwenye mikutano mingine huko tulikopita, kwa sababu ninajua hakuna jambo linaandaliwa na Mungu likiwa na alama ya bahati mbaya. Kila jambo lina makusudi, na Mungu kutuleta hapa ana makusudi, na Mungu kuchagua Itega ana makusudi. Kwa hiyo ningependa kualika wale watu ambao wako nyumbani, wale ambao pengine wamesikiliza story nyingi na maneno mengi na romance nyingi, waje wanione kwa macho yao na niwaeleze kwamba nilikutana na Yesu mzima mzima, na nilipokuwa napita katika magumu Mungu alikuwa hapo hapo katika hayo magumu wakati huo, na ndipo Bwana akaninulia hii timu ya SOS na huyu mtu wa Mungu Joshua wa leo kusimama pamoja na mimi, na Mungu huyu atakwenda kuwatendea katika lile jukwaa, atakwenda kukutana nao katika shida zao katika lile jukwaa, atakwenda kuwaponya, atakwenda kugusa mioyo yao, atawainua tena wale waliokosa tumaini. Na mtu akisema inakuaje, basi mimi ni ushuhuda tosha kwamba huyu Mungu anayehubiriwa na Johannes ndio huyu ambaye alinitoa mahali mpaka kufika hapa leo. Na nikwambie ukweli, tangu nimesimama na hii timu Mungu ameniheshimisha isivyokuwa kawaida. Kwa hiyo hata lile jaribu nililopitia naliona lilikuwa la faida kubwa kwangu, kwamba Mungu asingetengeneza njia au asingeniinulia mtu kama nisingepita kwenye jaribu zito. Kwa jaribu lililokuja lilikuwa ni saizi yangu, pito nililopita lilikuwa na saizi yangu, na machozi niliolia wakati ule yalikuwa ni machozi ya wakati wangu. Kwa hiyo sijutii kupita katika lolote gumu ambalo nimepitia, na sahihi nasonga mbele, na kila mwanamke anayeniangalia hapa kwenye TV asonge mbele, ainuke tena, na sio kuinuka. Ndio maana tuko hapa, ndio maana tuko hapa. Wale wanaona wamevunjwa moyo, wamechoka, leo huu mkutano utawainua tena, wasikae nyumbani, waje pale. Asante sana. Cha kwanza ninatamani kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na mtumishi wake Johannes Amriza ambaye ndiye kiongozi mkubwa wa SOS Adventure na ambaye amekuwa akisukuma gurudumu la SOS kwa miaka mingi sana, na tumeona mambo makubwa sana. Kama ambavyo swali lingine lilikuwa limeulizwa, kwa nini walichagua Watanzania. Tumezunguka na Johannes Amriza kwa muda sasa, kama mimi muda wa miaka 5 tumekuwa tukizunguka naye sehemu mbalimbali, na tumekuwa tukimwona Mungu akifanya mambo makubwa katika hizo sehemu zote tukienda. Na kitu ambacho huwa kinafanyika kwa kama sasa hivi, nilikuja kama miezi 3-4 iliyopita kuandaa timu ya hapa Bujumbura, hapa Gitega. Kwa hiyo tayari timu ya Gitega tunayo waimbaji wazuri ambao ni wa kwenu, wataimba kilugha ambacho kila mtu ataelewa, na sisi tumejifunza pia lugha yenu katika uimbaji, na tutaimba kilugha na watu wataelewa. Kwa hiyo hakuna atakayekosa kusikia. Lakini ninakuja ile kwamba je, inakuaje yule ambaye atakosa kuja kwenye festival? Si ndio ile kwa swali lako? Kwanza ninatamani wafahamu watu wa Gitega kwamba injili inaleta mabadiliko. Injili inaleta mabadiliko. Kwa hiyo kama injili inaleta mabadiliko, hatukuja na sanduku tuseme tumeleta pesa tugawie watu ili waweze kufanya biashara. Ila tumekuja na sanduku la agano ambalo ni Biblia, ambalo ni injili. Na injili inaleta mabadiliko. Injili inafungua. Kama injili inafungua ili kuweza kukuonyesha opportunities za biashara, inafungua mind yako, inaondoa vifungo ulivyokuwa navyo nyuma, na
inakuletea mind ya wewe kufanya vitu. Hakuna kitu kikubwa ambacho tungeweza kubeba. Nyinyi wenyewe ni mashahidi kama mmeweza kufika kwenye uwanja tutakaofanyia festival. Hakuna, sijui kama nyinyi mmeshawahi kuona jukwaa kubwa kama lile, lakini kuweza kufika Kitega ni kwa ajili ya Kristo, na Mungu ameona mioyo ya watu wa Kitega. Kama nitawauliza kwa nini White House iko Kitega, si ndio? Kwanza tunafahamu kwanza Kitega ni mji mtulivu, na mpaka sasa tumemwona Mungu katika utulivu wa mji wa Kitega. Kwa hiyo mimi ninaweza kuansa hiyo swali lako kwamba wale ambao watakosa kufika watakosa kitu kikubwa sana. Watakosa ile neema na ule upako ambao utakuwepo katika viwanja vile. Mimi nafahamu vile viwanja vimetumika na wanasiasa, vimetumika na watu wengi, lakini fahamu katika hii wiki ambao tutakuwa na festival pale, hivi viwanja vitakuwa ni vya tofauti. Upako utakao kuwa mahali pale, kuna wale ambao kutokea tu vyombo vimeanza kufungwa, ninaamini Mungu ameanza kufungua maisha yao. Ni vile hawajaweza kupewa maiki na kuanza kusema vile Mungu ametenda. Lakini vile viwanja ni vya tofauti kutokana na anointing ambayo iko mahali pale kuanzia sasa. Kwa hiyo mimi ninasisitiza watu wa Gitega, Burundi, ninaomba kabisa, hii ni neema na huu ni wakati ambao Mungu amepeana katika watu wa Gitega, na muweze kumpokea Evangelist Johannes Amriza ambaye hana makuu. Nafikiri hata Rose anaweza akawa shahidi. Hana makuu, ni mtu ambaye amejishusha na ambaye anamsikiliza Mungu na kufanya kile Mungu ambacho amemwambia. Lakini nikwambie kitu, kabla ya kufika Kitega, tumepita Uvira, Kongo, tumepita Bukavu, tumepita Goma, mji ambao kila mtu alikuwa anaukimbia wakati kuna vita, lakini tumemwona Mungu akifanya katika hiyo miji wote. Kwa hiyo kitu ambacho tunaamini, huu ni wakati wa Gitega. Huu ni wakati wa Gitega, na Mungu ataenda kufanya na tutayaona mabadiliko pia. Yes. Sijui kama nina swali moja. Asante sana. Amen. Ndio. Sasa mimi kwa kusikia. Ndio. Sina uhakika kama uko pastor ama msanii. Kwako uko nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Asante kwa swali nzuri. Asante. You see, Rose is what every singer should be. Yes. She's all about Jesus and not about herself. Amen. The problem we have in Africa today, I've traveled Africa for 30 years, is that we got so many Christian stars. Yeah. We were never called to be stars. We were called to point to Jesus. Yes. And Rose is a singer that points to Jesus. Yes. Amen. She wants to give glory to Jesus. Amen. And that's what we love about Rose. And I would like to say that, yes, she's a singing evangelist, she's a singing pastor. Yeah. And that is what every singer should be. They should be promoting Jesus and not themselves and their records. Amen. And their recordings and their studios and their fames and their swag. That's the problem we have in Africa today. Africa is becoming like Texas in America. There is a church in every street corner, and everyone is about concerts and celebrities and anointed prophet so and so, an anointed singer so and so. Let me tell you, this was never about us. Yeah. This was never about Joe Rose. This was never about Miriam. This was Yes, never about yes, it was yes. all the time about Jesus Christ, and it's time the gospel gets back to Africa. Amen. That the gospel is preached. Amen. So let Rose be a pastor if she wants to. Let her be an evangelist. Amen. Amen. Let her preach the gospel and give glory to Jesus Christ. Amen. 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 Labda mimi ni kuongezea jibu langu kwamba nashukuru sana mtumishi amefafanua vizuri sana. Jamani, mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Nikiimba ninaimba kama mtumishi wa Mungu. Nikiongea nitaongea kama mtumishi wa Mungu. Katika idara yote nitasimama kama mtumishi wa Mungu, kwa sababu nimewekwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu mwenyewe. Ikiwezekana kusema hata na watu walioko mtaani, nitazungumza nao kama mtumishi wa Mungu. Hivyo mimi ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Tena Biblia inasema ni mtumwa nisiye na faida. Yes. Wanasema tuulize na mwisho.
lakini nashukuru sana kwa maelezo yaliyotoa. Umesema mmezunguka nchi tofauti za Afrika na hatimaye mmefika hapa Burundi. Swali la kwanza naomba mwambie Warundi ni jinsi gani mlivyoikuta taifa la Burundi kutokana na uvumi uliokuwa unazagazwa kusema kwamba Burundi haina amani, na kama mkilinganisha maeneo na mazingira mengine mambo ambako mmepitia, jinsi gani mlivyokuta mazingira ya Burundi, Warundi mapokezi yake na lipi kama neno la thamani ambalo tunaweza kuambia Warundi na wageni na watu kutoka mataifa mengine kujua tu kwamba taifa la Burundi ni taifa lenye amani na You know, I have visited probably 30 countries in Africa. There are 55 in Africa, right? And I've been to 30 preaching the gospel. And I can tell you this, there is something in Burundi, we can talk about all the negative things that has happened throughout history, but let's focus in on the positive, right? Yeah. And the positive is that there is a humble spirit in Burundi. Yes. And God always exalts humility. Yeah. Luke's gospel tells us that those that exalt themselves will be humbled, and those that humbles themselves will be exalted. Yeah. And what we have found in Burundi, and I must say this, the previous times when I've come and this time when I've come, is a humble, crushed spirit. Yeah. And God will bless that. It is not when we think we got everything in place, because Burundi knows it has its challenges, Yeah. right? But that's a good thing to know that we have our challenges and our flaws. You know, God loves to manifest himself in what's broken. I can just speak out of my own experience. Rose can speak out of her experience. Miriam can. We all can. God is not picking perfect vessels. He's picking broken vessels. He likes to shine through broken vessels that are not glorifying themselves but are giving glory to Jesus. Amen. And I think Burundi is the perfect nation for God to do something amazing. Amen. You have gone through genocides and tensions, and you have gone through poverty and lack and political unrest. You have gone through, I don't need to mention that to you. You know that so well. But I believe God has set Burundi up for a future that is amazing. And I want to say to every young person that will be watching us on television or hearing us on radio, you are set up for success. Yes. You are set up for prosperity and a great future. Burundi has a great future. Let me say that in front of demons, in front of angels. Let me proclaim it here today. The young Burundians will be known throughout Africa. Yes. God has not forgotten Burundi. That's why we came here. We have come here to give hope to Burundi. Yes. We have come here to tell every Boda driver, every Bajadi driver, every shoe polisher, every prostitute, every drunkard, everyone that comes from a poor family, there's hope. Yep. There's hope for Burundi. Yes. There's hope for the future. Yeah. Burundi is going to flourish. It's going to be a flower in Africa. Hallelujah. I am 100% sure. We love Burundi. We can all say that from our hearts. We have met nothing but love, nothing but humility, nothing but hospitality ever since we came. And I love the fact that Burundi has some things left of old Africa. Yeah. Let me speak to that. Yeah. I have been in Africa for 30 years. I came here as a missionary 30 years ago. And you know, there was something in Africa 30 years ago that I miss today in many parts. Because now everyone wants to be like in Europe or America. Yeah. But in Burundi, you can still see a lot of beautiful kitenge when you walk out in the street. You can still see the women carrying something on their head, and they have the babies on the backs. And you might say, no, we are set back. It's because we are behind. No, you need to celebrate what is Africa and be proud about what is Africa, so that Africa doesn't lose its soul. Yeah. In many times, you know, I live in Kenya, and in Kenya I can tell you, in the urban places, many people have lost their soul.
They have lost their culture. They have lost who they are. Yeah. They have forgotten that they are Africans and that they should be proud Africans and celebrate Africa. Amen. And when I come into Burundi, I see a lot of the old and a lot of the new. And I think we need to celebrate Africa. Yeah. Let me Come on. speak like an African here. I've been here 30 years. You know, let us celebrate what is beautiful about Africa. Yes. Burundi has some of the most beautiful pottery in Africa. Burundi has some of the most beautiful colors and traditions and drum beatings in Africa. Let's lift that up. Why should we be like America or like Europe? We are Africans. Come on, I'm speaking like an African here. I'd like to die in this continent. I have given my life for this continent. I love this continent. So I say to every young Burundians, stand tall. Come on. Lift up your head. Lift up your shoulders. Stretch your back. You are a Burundian. You are an African. And there's a great future for you. Amen. Wow. Awesome. Awesome. Miriam amesema injili inaleta mabadiliko. Inaleta mabadiliko gani? Inaleta change. Kuna watu tofauti wanasema injili haiendi sambamba na development. Hao watu wanawaambia development cannot work with the gospel. So what do you tell people that the gospel cannot work question for with the prosperity? Johannes. And I have the one question. Is that the question? After this activity, I suppose that you will go back to home. Yeah. I want to ask if you read something which you will remember your present here, so that when someone see it, you will remember if they've been here. Okay. This the last question I didn't understand. Yeah, he said he want to know what you're going to left in Gitega, so it will be a mark on Gitega All right. to know. Sawa. Okay. First of all, I know when you see my skin, you are thinking this guy is not from here. And that's right, I wasn't born in Africa. But I'm not going home, I am home. Yes. Africa is my home. And it's been for 30 years. I love Africa. So I'm staying here. So I'm not going anywhere. I'm staying here. I love Africa. I left Europe because there was nothing in Europe. Let me say that to all the young Burundians. Don't go to Europe. You won't find happiness there. You won't find happiness in America. A car and a house and a little status, a big flat screen TV won't make you happy. But the revival spirit and the gospel in Africa is what makes you happy. So I am home. I'm not going anywhere. Second question: what I will leave here? Well, you can already see that there's a lot of gray in my beard, right? So I'm getting older, and it doesn't stop. When I come back to Burundi and to Gitega 20 years from now, if I'm still around, I want to meet with people that were 20, that are now 40, that are telling me, I stood in the crowds. I was driving a Buddha Buddha. I was trying to meet ends for my mama, for my daddy. And I heard the gospel, you know. I had a girlfriend that I had just made pregnant that I wasn't married to. And I was without hope, and I didn't know how to go on with my life. But then I heard you preach the gospel, and I found hope and peace. And now I want to tell you my story. And then I will sit there in a restaurant somewhere here 20 years from now and hear a story about someone that got married, that someone that got blessed with a business, that with someone that God lifted, that is now an influential man and a pillar in Gitega. That's my reward. That's my treasure. When I come in here, the mark I want to leave here is transformed people. Not by me, not by Miriam or Rose, but by the gospel of Jesus Christ. Amen. I was myself a street boy. You guys have to understand that. You see a nice safari suit today and a middle-aged man that God has raised and blessed. But I can tell you this. Someone preached the gospel to me. I came with a knife and my smokes to a sober house, and they body searched me. I was a street boy with everything that includes.
But someone preached the gospel to me. And those people are in heaven now. But I was the treasure, I was the mark, I was the prize when they were alive. And it is the people of Gitega, the boys and the girls that will find their way into the festival, they are my prize, they are my mark, they are my trophy when I leave Gitega and Burundi. Wow. Festival tunakuwa ndo tunamaliza, tunaita funga kazi festival tunamaliza, lakini tumeanza kwa Gitega tangu mwanzo wa mwaka. Tayari tumewaelimisha na kuwapa training vijana wa Gitega, zaidi ya vijana 1000 wamepata training, wamesaidika, zaidi ya vijana 1000. Lakini vile vile tumekutana na wafanya biashara wa hapa Gitega zaidi ya 50 ambao wamefanyiwa training ya kibiashara. Wameonyeshwa fursa mpya, nisema fursa sio naelewa, wameeleweshwa fursa mpya iliyopo katika mji wa Gitega, wameonyeshwa opportunity ambazo zipo katika mji wa Burundi na wao kuweza kuzitumia. Lakini sio hilo tu, tayari tumeshakutana na viongozi wa mji, wawe ni mashehe, wawe ni maimamu, wawe ni watu wakubwa, wote tumeshakutana nao. Tumekula nao chakula na tumeongea nao na kuifungua milango ya Gitega. Lakini pia hatukusahau kusaidia hapa Gitega. Tayari tumeshakutana na watoto wa kike zaidi ya 100 na kuwasaidia kuwapa vifaa vya watoto wa kike. Nafikiri tunafahamu kwenye watoto wa kike kunakuwa na changamoto nyingi sana ambazo mara nyingi ndio zinawafanya wanaingia kwenye mambo ya ajabu, lakini tumeweza pia kuwasaidia. Mimi nafikiri hiyo ni alama kubwa pia tumeiacha. Sio kwamba kulikuwa tuna jukwaa kubwa liko pale, hapana, lakini pia tumeanza na kuzihudumia nafsi, na hiyo ndio kazi kubwa sana ya SOS. Hatuhudumii roho peke yake, tunaanza na nafsi, tunakuja mwili, tunamalizia na roho mwishoni. Hiyo ndio inaitwa funga kazi. Kwa hiyo mimi niwaambie tu watu wa Gitega na niweke sisitizo kwenye kile ambacho amesema Evangelist Johannes kwamba Gitega tunaitakiwa tujivunie vile tulivyo. Mimi nafurahi nikija Gitega na kutamna style yenu ya kukata nywele ile, na kuna style, yani mwanamke akipita unajua huyu ni mwanamke wa Burundi amepita. Ndicho tunachotakiwa tujivunie, kwa sababu ni kama ambavyo Evangelist amesema, hakuna kitu Europe. Sisi ndo tunaweza tukaitengeneza Gitega. Wale vijana 1000 wamekuwa trained ndo wanaweza wakatengeneza Gitega. Wale wafanya biashara ambao wamepewa opportunity ambazo ziko Burundi ndio wanaweza wakatengeneza Gitega. Lakini nikupe challenge wewe mwanahabari. Wewe unaweza kuitengeneza Gitega. Cha kwanza, kwa kuhakikisha unazungumzia vizuri Gitega. Hiyo ni namba 1. Lakini kingine, waalike, yani kwa kutumia chombo chako cha habari, sisitiza kuhusu festival iliyoko pale uwanjani, kwa sababu ninajua kabisa kama mtu atasogea katika viwanja vile hatakuwa kama alivyokuwa. Kwa hiyo hata sisi waandishi wa habari, nyinyi mna uwezo mkubwa sana wa kuelimisha jamii yetu na kuambia kwamba kama ambavyo Johannes amesema kwamba sasa hivi wanahitaji kuinua vichwa vyao, lakini pia wanahitaji kujiamini, kwa sababu muda mrefu sana mmefinyiliwa na nimewaweka vijana kuona kwamba they cannot do nothing. I tell you, Gitega mnaweza kusimama na mnaweza kuitambulisha hii Gitega na Burundi katika sehemu nyingine. Asante.